Haya, mwirari wa Farondi wa Thayo TV, karibu sana. Muthenya uyu wa kimuthi ko hana Saturday. Okay, kaigi Saturday ni go itari wira. Kariu kwina kariu ga Saturday. Ndio na tari Saturday umuthi. Ni kariu kahiu ga Saturday. So, leo mwisho twari ha twari yona Saturday. Nikio. Oh, okay. Anyway, karibuni sana. Kuri we ora twirore na mahinda-ini maya ukiangeithi citu. Na ngũhoka wĩ thayo na Ngai nĩ akũmenyereire. Na muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno makiria tondu tucerete handu tugucoka tukuonia ro riu. Yes, so karibu sana. Yes. Karibu. Tuna update tuko tukimake thaici. Yes, so karibu we oroga. Nigetha tukorwo tugika maundu maigana hope network yakwa i sawa we uratwirorera nigetha tukiingire. Hope my net is much okay. Yes, karibu sana, welcome nigetha tukorwo tugika maundu maigana ona mbere-ini yaku ni ukuona mundu gwitwo Davis mena mam kana Virginia na San. Ni riu ndoyo mugihingura advocate mugita atia matuika riu hamwe hena wakiri ni manda sana twabangite tene nikio igo tutina engage twabangite mother and son. Yeah. Okay. So karibuni sana mwiroreri wa Farondi wa Thayo TV. Ni tukoretwo tugikwa updates na tugikumenyithia maundu matiganite megie mwako wa Virginia Kamotho na twakire haha nake na Davis tugiuka tukimwira he kindu tuona handu na kindu kiu ni tukirikitie gugicera haria kiri thutha wa kurikiriria mihango yothe igimaine na uhoro wa gukirikiriria kuriha na kugerera we na support iria tuhete na riu kuma hugatiri undu ungi riu ni kuingira maundu-ini mothe ma gukiambiriria gwaka na maundu ta macio. So thank you and welcome. Na nigetha tukikorwo na ihinda riega muthenya wa umuthi ni njetago Farondi wa Thayo handu-ini ha Farondi wa Thayo TV. Ni twambiriirie thabari itakoretwo iri huthu na thabari ikoretwo iri huthu ni tondu gutiri maundu maga challenges na gutiri ningi undu mwaga hindi ya wambiriria na Ngai na koguo nikio tukiri haha muthenya wa umuthi. So karibuni sana na iko we guku na we group-ini iria tukoragwo nacio gucia no ikie ka link kuo nigetha mahote guturumirira na mahote kumenya ati twi mwana uyu muthenya wa umuthi. Ni na mbere ndaya twambaga gucokeria Ngai ngatho ni undu wa andu aya niguo ni na gukimunenehia maundu-ini mari mothe niguo Farondi wa Thayo Ngai akurathime. Ni thengio muno ni tondu wa kahinda gaka kega ugakuhe ngoro ngiaraniria na andu aku a Farondi wa Thayo na kujihokera kurio tondu ni njuitie andu othe ungihokera ni kuri andu mangiuka na marie ciugo ingi marakaria no ni ngwiciria ni wonete ni twaragia nao wega na nikio ndakena muno makiria. Farondi wa Thayo no nyambe ndimacokerie ngatho cia mwanya muno makiria sababu ya hii journey yenye tumeenda na wao. Tumetembea pamoja na wao, wamekuwa very supportive kwa maombi, kwa vitu zao. Kwa hivyo nashukuru sana na nawaambia Bwana wabariki sana na tuendelee hivyo na Mungu atatubariki sana. Yes, kwa hivyo pengine kuna mtu hapo anijui, naitwa Virginia Wangari, the mother of 12 kids. Yes. Virginia Wangari, the mother of 12 kids. Yes. Ako hapa. Na tukiri na murio witagwo Davis. Niguo. Davis Mwangi kana witagwo Davis yo. Ai wewe. How are you? Mko salama watu wa Farondi ya Thayo? Ni Farondi. Kwaje ni Farondi ya Thayo? Farondi ya Thayo. Farondi ya peace. Yes. So kwa majina naitwa Davis Rito na I'm the firstborn ya Virginia Wangari and I'm very happy kwa siku hii ya leo kwa kuwa na nyinyi hapa. It has been it's true imekuwa ni journey ndefu sana but thank God sasa leo imefika ati sasa tunaenda tukimaliza. Imagine tunaanza sasa safari lakini already kiroho sasa tunaona sasa kila kitu imeshakuwa and we bless the name of the Lord. So karibuni sasa sana nyinyi nyote na tunawapenda. All right. Thank you. So thank you mom, kwanza tuombe.
Nigetha tuhoere andu aya itu online. Yes. Tondu ni andu mwanya. Amen. Na ni andu marathimitwo. Yes. Na ni andu twendete muno tondu tiga niyo. Ai ndiwe tongere. Niguo baruthi. Yes. Reke tumahoere na riu no tuhinge maitho. Na no kageri kwananirira. Na riu no tuhinge maitho. Yes. Nigetha tukorwo tukihoya. Reke tuhinge maitho tuhoye. Jehova torio turaga muo ni tuoka mbere-ini yaku Ngai, twagucokeria ngatho tondu we wi mwega, wi mutheru, wi muthingu, ni wagiriire na gutire Ngai uhana tawe. Ni wega ni tondu muthenya wa umuthi ona ria tukirire ni ukuwi, ona riria twacirarirwo ni woite, ni wamenyete muthenya uyu ni tugakorwo haha Ngai. Nikio baba twagucokeria ngatho na nikio baba itu twakwambararia. Ni twaiga ndungata ici ciaku iciri mbere itu mikononi mwako Mungu, ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwaonekania kwa kila jambo, in every situation. Mungu wa ajabu, ukaweza kuwatembelea sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asanti sana because ya vile Mungu wa ajabu umetuconnect na wao na tukajuana na tukapendana sababu wewe ni Mungu. Watembelee kwa jamii zao, watembelee kwa watoto wao, watembelee kwa kazi zao, watembelee na wafunike na damu yako. Tunajua watu wote wa diaspora, Mungu wa ajabu, hii ni wakati umekuwa mgumu sana, lakini tunajua with you everything is possible, my God. Cover them with the blood of Jesus because of what they are doing, God Almighty. Ukaweza kuwafunika sababu wewe ni Mungu, wakati wowote wanapokulilia, wanapokuhitaji Mungu, na ukawa karibu na wao. Tunasema ni asante Mungu wa ajabu, wapatie kibali kwa kila jambo, wapatie kibali kwa kazi zao, give them promotion sababu wewe ni Mungu. Yes Baba, tumesema asante sana, na tumesema hakuna mtu hata mmoja atateka advantage over them because they are your people. Thank you God Almighty. Bariki hata watu wote wenye wako huku Kenya, wabariki sababu wewe ni Mungu. Baba, watembelee na watendee mema. Yes, diseases are not their portion sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante. Hii kazi tulianza na wewe Mungu wa ajabu, hata mahali tumefika tumekuona, na tunasema wewe ni Ebeneza kwa kila jambo, na tunajua hii safari tutaenda na wao, na tutaenda pamoja na wewe, na wakati tutaimaliza Mungu wa ajabu tutarudi hapa tu tukwambie ni asante, na tuseme ubali tumefika ni sababu umekuwa nasi. Kwa hivyo tembelea Farodhi wa Thayo, mtembelee Bwana wa majeshi, kuwa pamoja na yeye. Asante sana Mungu ajabu, sababu najua ya kwamba utamfunika na damu yako. Mpatie hekima kwa kila jambo, na ukaweza kumfisha kwa adui zake, sababu ni mtumishi wako. Tunasema ni asante. Tumeona ukimpatia kibali kwa watu wako Mungu wa ajabu. Endelea na kumuinua, enlarge his territory sababu wewe ni Mungu. Tumembarikisha Mungu wa ajabu, hata ukamtengenezea meza pamoja na wafalme sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante, in Jesus name tumeomba na kuamini. Amina. Amen, 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 amen. Amen. So riu kitogeithie officially. Mwathani witu arogocwo. Yes. Na ukumbuke lugha tutumie ile lugha ya kila mtu. Tunaona mimi naenda na ile tutaanza kuambiwa wacha tutumie ile lugha ya kitaifa. Inaitagwa lugha ya kitaifa. Unajua watu wananiambiaga aje Farodhi wa Thayo. Unajua hii channel yako Virginia ni international. Kwanza wanataka niwe nikitumia Kizungu. By the way tutaanza kupindua. Tutaondokea Kiswahili. Watu wanasema ni Kizungu. Siwasema tu tuongee Kizungu. Imagine wanasema about wanasema ni Kizungu. Kwa hivyo naona very soon hiyo tutaigiria. Wow. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Kwa hivyo mimi nimefurahia sana Farodhi wa Thayo. I like words. Sijui nitatumia jina gani ama nitasema namna gani ndio hawa watu wajue. Na mimi tu niseme na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Kwa nini nimesema hivyo Barothi? Unajua mahali nimefika. Mimi nasema ni Ebeneza. Nikikumbuka jana yangu na nikumbuke leo Farodhi. Mahali nimekanyaga ni kwangu. I like what. Nasema tu Bwana wabariki sana. Sababu hii safari tumeenda na nyinyi. Yes. Hii safari mahali nimefika ni juu ya maombi yenu na ni juu ya your support.
Bwana tu awabariki. Farodhi wadha washa hao watu Mungu. Mimi kenye tunawaombea ni kibali. Unajua ukiwa na kibali ya huyu Mungu hata hutanihitaji. Sababu hiyo kibali itakupeleka. The favor will connect you. Kwa hivyo nikiomba tu kibali ya Mungu ikuwe pamoja nanyi na muondolewe magonjwa yote na fivo magonjwa isiwakaribie na makesi nasemaga about case sababu niliona mahali nilifikisha. Kwa hivyo mimi kila unajua Farodhi wa Thayo jana Joy aliniuliza swali moja. Tulikuwa tu tumekaa. Akaniuliza mama, tunarudi kotini lini tukashukue Dhoita? Sababu anasikiaga kuna mtoto mmoja anaitwa Dhoita. Na anajua ya tunatoaga hawa watoto ni kotini. Unajua hawa watoto wengine wote walimwangalia hivi. Nikawauliza mmemwangalia kwa nini? Akina Maria wakaanza kusema mimi sitaki kurudi kotini. Nikawauliza mtanipeleka, hapana mimi sitaki kwenda kotini. Kwa hivyo singetaka mtoto hata mmoja wao aanze kuogopa kotini, ajue kotini akiwa na miaka 5 na aanze kuogopa hiyo mambo. Kwa hivyo I thank God for everything. Na ni asante sana Farodhi, najua hujanipatia kupreach. Najua siku moja unipatie tu. Haya, unataka tukuje tu preach? Siku moja tu nataka, sababu unaona nilikuwa karibu kuanza kuingia kiroho. Unajua ulikuwa bibi bishop kukumbuka hapo. Nakwambia. Kwa hivyo neno inakuaga. Acha tuache kupitia hiyo ride tunapita. Yes. Davis, karibu sana kwa stream. Sasa tusalimie vizuri. Yes. How are you? Yes, mimi nimewaambia naitwa Davis Rito. Guys, I don't know how much ama kinini more naweza ongezea kwa ile Diamond wa Kenya. Ile my friend. Hivyo ndo wanasema. Report you to Tanzania. That is what they are saying. Sijui nijaribu kuongea kama Mtanzania. Anyway, mimi ni Davis Rito wa Kenya. Yes. And first of all, make sure you go in my channel na you subscribe Davis Rito. Yes. To hit hata kama kwa hiyo 10k pia mimi at least nikuwa na subscribers wangu na fans wangu. So anyway guys, let me say nafurahia sana kuwa na nyinyi leo. And thank you so much Farodhi wa Thayo. Yes. Because of giving us this platform and kusimama na sisi. We know there's so many stories za watu wengine kule nje ambazo zinaendeleanga, but you see Mungu alikuguza na pia the fans wako wakakubali kutuguza na wakakubali kusimama na sisi. So the much I can say is just to say thank you guys and God continue blessing you. Mungu endelee kuongezea mengi na Mungu endelee kuwatendea mema. Amen. We thank you guys so much. Actually my family and I myself we love you so much and tunakosanga words to say. Because change life yetu. Life ilibadilika. Kuna time tulikuwa tunakosa, saizi hatukosi. Kuna time tulikuwa tunalala njaa, saizi hatulali njaa. Kuna time tulikosa hata nguo, saizi tunapata ya kuvaa. So we thank you guys and we love you so much. Let's continue kutembea na hii safari na najua ni furaha yenu kuona ati unajua kuna kitu nakuanga poa. Kama ukiwa umeanzia kitu ama ulikuwa umechoka, then kuna nguo zinakugoja mahali. Then unataka kabisa uzifue ili alafu zikuwe safi. Unajua the moment umeshazifua zimekuwa safi, then utokee mtaani. Unajua unafurahia. But hiyo time ya kufua inakuwa ni kazi ngumu sana and kuna struggle mingi. Unajua unapiga hesabu ya TV utazimaliza, kutoka kupandisha huko juu, wale wanapandishanga juu kwenda kuanika. But after all ukizianua si alafu utokee unakaa mtu msafi. So we know this journey itakuwa ni ndefu and but you know with everything lakini tukiwa na Mungu na Mungu hii safari ni thank you ni fupi. Itakuwa ni fupi na kila kitu itaendelea poa. Very good. And, that's our hope. Alright. So guys, we love you so much. Thank you. So Virginia Wangari Kamotho. Wacha kwanza, unajua I don't assume ati hakuna watu wenye wameingia live. Kuna watu wamesubscribe kabla tuingie live. Kabisa. Kwa muda fulani. So ningetaka wajue who is Virginia Wangari Kamotho as we give them the good news. And the good news ziko hapa na good news tutazipeana saa hizi. Lakini kabla ya to release the good news, nataka kwanza, kuna mtu lazima amekuona mara ya kwanza hapa. Kuna mtu labda hajawahi kuona, anasikianga Virginia Kamotho, hajui who is Virginia Kamotho, alifanya nini. Our 12 kids ni wake ama ni wengine ni kupatiwa ama wengine ni children's home ama anakuaga wapi? Hebu tuelezee labda kwa kifupi tu, kwa sababu ya yule mgeni ameingia ama ametutazama saa hizi, lazima angetaka kujua who is Virginia
Virginia. Okay. Virginia Wangari, hiyo umeniuliza about watoto. Hata kuna mtu tumekutana na yeye akaniambia, we ni unakuaga na children's home ama unakuaga na watoto mtu anaweza fikiria ni children's home. Nikamwambia, akaniuliza tena ama ulipata mapasha ama kulienda namna gani? Namwambia ni kamoja. Virginia Wangari ni mama mwenye alikuwa ameoleka na bishop. Mimi nilioleka na bishop. Nilioleka 1997. No, nikuhetia 1995. Mapo nimepatana na mingi mpaka sasa kumekuwa. Unakosea mpaka unaongea Kikuyu. Inakuwa 95 kuoleka. 95. Sasa kuoleka na nikaoleka na bishop na nikakaa bibi ya bishop pale. Ile kanisa nilioleka kanisa ya Ukorino. Kwa hivyo kwa ile kanisa na my husband alikuwa bishop. Unaona sasa hatukutumia family planning. Na sisi ndio tulikuwa frontline ya kuambia watu hakuna kutumia. Kwa hivyo mimi kama example, a good example, kielelezo ni kioo, inakuwaga kioo kujiangalia. Kwa hivyo ndio nilipata wale watoto 12. Ni watoto wangu, my first born ni 1996 na last born ni wa 2016. Yes. Wa miaka 4. Unaona, wa miaka 4. Kwa hivyo pale tulikaa na bwana yangu for 20 years. Lakini kutoka hapo kulikuwa kuna kuaga na prophecy kwa kanisa. Kwa hivyo siku moja tu kama ile siku ingine Mungu akanena tu na akasema mimi sio wife yake. After 20 years akasema mimi sio wife yake, lakini hakutuambia. Wacha tuache kuwekelea Mungu. Wacha niache kusema ni Mungu alisema. Wacha tuseme tu prophecy ikaingia kwa kanisa wakati ibada inaendelea. Washa prophecy tu ikaingia. Na kukasemekana mimi sio wife yake, lakini hawakusema ni nani wife yake. Na hakuna mtu alijijasia. Prophecy imeingia. Then prophecy ikaingia ikasema mimi kuzaa nilizaa watoto. Lakini sina ushungu ya wale watoto. Kwa hivyo hiyo kulijulikana ni nani yako na ushungu ya hiyo watoto. By that time wakati walisema hivyo, kuna wife mwingine alikuwa wa mdogo wa bishop. Wife yake sasa. Kukasemekana hiyo familia hiyo ndio itakuaga kudiscipline wale watoto na ndio watakaa na wao watoto. Na unaona through hapo hiyo prophecy ilienda hivyo to an extent, ukaona mwenye alipewa ile jukumu ya kudiscipline watoto alikuja sasa kuwa discipline akiwa ndani. Akaingia disciplinarian. Akaingia ndani. Unajua discipline master lazima akae karibu. Sasa akaenda kudiscipline akina Davis. Discipline watoto akiwa ndani. Davis. Hiyo maneno. Na mpaka wa leo, but I thank God niko na watoto, sijui nani anadiscipliniwa, but kuna mtoto mmoja. Kwa hivyo ni vizuri uone watu, sio prophecy yote wanasikiza ama wanafuata. Sio prophecy yote. Ukiambiwa Mungu amesema. Kama wewe si wale watu wa kuomba, huenda labda hiyo prophecy ikakuchanganya. Hiyo kuchanganywa hiyo ndio imenifanya nikuwe single mother hapa. Ndio inanifanya niteseke na watoto. Pale sababu kumekuwa hiyo watu by the way waache kutumia kanisa vibaya. Unajua watu watafanya hata watu because unaweza toa prophecy ndio ikufave. Inakuveva wewe lakini inaumiza. Unajua niko na aibu kubwa sana. Wakati mwingine hata na shidango niseme namna gani. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanakuuliza maswali ngumu sana. Kwa nini ukapata watoto 12? Alafu pale ujue kuna watu tulikuwa tunahudumia. Pale hebu angalia hiyo kondoo walienda wapi? Na tuliwaonyesha bad example. Sasa hata kwani kanisa bado haiko? Kanisa ilifanya hivi wakati vile kulitokea. Kanisa iko hata siku moja nataka tutembee huko na wewe Farudi. Hapana, wale wa yuko. Hapana, wale wa yuko. Hapana, wakati bishop alifanya vile alifanya, hata yeye aliwekwa nje. Watu wakatoka wakaenda kujitenga. Hiyo niliogopa juu sitaki kufutu. Unajua mtu anaweza chukua hii stadi yangu anigonge nayo kwa mgongo. Huko kinaumananga. Sasa nikuwe an example nione kwa TV kama nimewekelewa stand, kwa sababu kuna mahali ilirushwa hiyo ingepata mtu kwa kichwa au unaisha na hata kuna mawe, hata kuna hiyo mawe ndio naogopaga. Hata unaona hata saa hizi mimi hata bado huwa naogopa nyawira. Hujasikia vizuri sana. Bado sijaamini hawezi nipiga mtu kwa sababu ile hasira yako. Unajua anafanya hivi mikono. Wewe mimi namuonaga najua wewe unajua ni wewe bado ulirusha hizo. Wewe. Hoi. Sasa si unaona
But naona ni mzuri, ni vizuri wajue hata kama kulienda, unajua walienda kwanza wakaninyang'anya watoto. Wacha niongee na mama mwenye ako hapo. Unajua wengi wao wameniambia tumenyang'anywa watoto. Mwingine anakuwa na stress, anakuambia mimi sikuragi, sikunyuagi, kichwa inaniuma kila wakati, silalagi. Hao ni watoto sasa. Sasa hao ni watoto sababu amenyang'anywa watoto. Unaona wale watoto walienda wakaninyang'anya mpaka kadogo. Wacha nikwambia hakuna kitu gumu kama mtu kunyang'anya kama mtoto kakunyonya. Sababu hiyo matiti mwenye ananyonyesha anajua vile inakuaga na ushugu. Lakini walishukua wale watoto na wakadakana wao watoto na wakaniweka nje. Mali, nyumba za kifahari zilikuwa huko, magari, kila kitu. Nikarudi zero. Nikaanza sasa kufulia watu nguo huko. Nikaenda sasa kuuza mananasi na nini. Hata pancake nimekuambia, hata pancake nilikuwa napika tu pancake. By the way najua kupika tu pancake tuzuri sana. Si nitakuja siku moja live utupikie. We, unajua wakati nilikuwa pale kwa nyumba, unajua kwa nini ungeniuliza kwa nini napenda kupika pancake? Unajua ni kwa nini? Wakati hawa walikuwa wadogo, baba yao alikuwa anapenda sana pancakes. Alikuwa anapenda sana tu pancakes. Kwa hivyo wakati alikuwa anapenda tu pancake, mimi nilikuwa namtengenezea hizo pancake na abia hawa watoto. Hiyo mtu asijaribu kushukua ni ya baba yenu. Unajua wakati niliwekwa nje, kuna mama wa ploti make sure ameona namba yangu, akanipigia, akaniuliza Virginia na tu pancake. Sababu alikuwa kila sana sikia nikiambia watoto mtu ajaribu achukue hiyo ya baba yenu. Sasa nikaona wacha tupike tu pancake niuzie watu. Kwa hivyo mimi wakati ninyang'anywa hao watoto, unajua inakuwa safari ndefu sana kukaa bila mtoto. Hao watoto wangu nimekaa miaka 5 bila kuwaona hata na macho. Especially Ejo Maria ndio nilikuwa nikitaja nalia sana. Wacha nikwambie nani Faruthi. Wakati wale watoto wangu wamekuja kwangu, nakwambia hii ni safari, na kama kuna mtu ananisikiliza na pengine amenyang'anya mtu mtoto na hata amemnyima haki ya kuona huyo mtoto, ampatie. Nakwambia niko na kibaliwa sababu wale watoto wangu hata waleo hawajajua kabisa mimi ni mama yao. Hawajajua sababu hao watoto bado hawajaamini wewe ni mama yao. Hawajaamini sababu unaona hawa watoto nilinyang'anywa hawa watoto wakiwa wadogo akina Kani. Walikuwa wadogo kama haka katoto karusi by then. Si wameletewa mama mwingine wakaambiwa huyo ni mama. Kutoka hapo hawa watoto wengine wamepelekwa children's home. Wakapata wa mama wengine nao wakakaa na wao. Kutolewa children's home wakapelekwa sasa kwa huyo sasa mwenye alininyang'anya whatever. Hiyo bwana. Wakapelekwa kwake kwao sasa kwa mama yake. Sasa watoto wamekaa na watu kama 4 hapo katikati. Alafu tena wameletwa hivyo, wameletewa tena mama mwingine, wanaambiwa sasa huyu ni mama wao. Unajua sasa hata wajajua kabisa kama wanakaa ama na wanaenda. Sababu wamekaa wakihangaishwa. Kwa hivyo ni vizuri watoto watulie. Hata kama kumekuwa na shida gani kwa nyumba, let me tell you, Faruthi wa Thayu. Unajua sasa ndio mnaanza jamii mkiwa hapa na David. Mshuge sana watoto wenu. Hata kama mko na dispute na huyo mama. Mtoto washa akue neutral. Wewe deni mkapigane kwenye mnapigana. Lakini wewe abia huyu ni baba yenu na umpatie hiyo access ya kuenda kwa baba. Mpatie aone mama yake. Kwa hivyo watoto wanakaa pale hata hawezi understand what is happening. Kwa hivyo mtoto hata umia. Lakini hawa wameumiwa sababu kila wakati wanaambiwa huyu ni mchawi, usijaribu kumkaribia. Unaona hata huyo mtoto sometimes naonaga mtoto. Unajua hata kwa baba zingine unasikianga mama akiambia watoto idhaa nyine ngoma sio tikana kesi yole kwa igoma. Sasa hata huyo mzee akikuja wewe akifika kwa nyumba unasikia anauliza hata akilewa kabisa, anauliza mamako anasema mimi ni nani? Wala ni shetani. Wewe igoma. And you know, wanaume wakilewa wanaona tu venye wanaharibiwa jina hata nyumbani. Kwa kitu kwanza akifika mamu anyuga ndeu. Uga nde nyamwire hapa gorofa lakini ile kugaga. Ako yandoyo. So ni uri muno kuheshia na riri maundu moru megie ithe kana maundu moru megie nyina tondagati gutwika nyina hata asha na ndio usiku kama ungenifuata jana kama ungenifuata hata watu wanajua tulikaa na Lucy hapo Lucy anaanza kuniuliza mamu unajua baba atarudi mamu unajua kutaenda nilimwambia huyo ndiye baba yenu hata kama anapiga
simu anasema msijitanisha na yeye. He is your father. Na nikamwambia hata wakati utakuta akipigwa mahali mumuulizie. Mimi na yeye, mimi washa nipite nikiendaga kwenye mimi naenda. Shida ni kati yako na yeye. Shida ni kati yako na yeye na watoto. Na nikamwambia kutoka Davis mpaka Joy. Hawa watoto wote ni Kamothos. Then from Joy hapo chini, you never know what will happen. Au wengine kama Njoroge hapo hatutaulizana swali. Na Okay, sijaelewa hiyo. Weelewa. Kuna mahali nimepitwa. Hapana. Usipitwe. Usipitwe hata huyu asipitwe. Sikia mama. Hapana, wacha nirudie. Nimesema kutoka Davis mpaka Joy. Those are Kamothos. Aseme sio watoto wake, aseme wasimu. Unajua by the way wakati niliendea Dhoita. Unajua vile aliniambia. Hapo tu uende urudishe hiyo clip nyuma. Alisema enda watafutie baba wengine. Enda watafutie baba mwingine. Unajua hata nikienda mimi naenda kutafuta wangu, siendi kutafutia hawa. Hawa si watafuti, mimi ndio nitajitafutia. Hao najua aseme sio wao nini, au ni wao. Wenye Amerika ni wangapi? Wenye Amerika si anaruka hao 12. Wote anasema wako na Dhoita, wengine Dhoita hajaruka. Hebu rudia hiyo statement ulikuwa unasema hapo. Davis umeshika kitu? Mimi ndio najaribu kushika sasa. Sijaelewa mimi. Kuna mahali sijashika. Hapana, nasema wakati tulikuwa pale kwa gate, mahali ulisikia akinitusi jangili malaya. Hivyo. Aliniambia enda utafutie hao watoto baba mwingine. Hiyo mrudishe nyuma kidogo kama kuna mtu alipitwa na hiyo msipitwe. Niende niwatafutie. Na mimi ndio ninasimama hapa kwa Farodhi wadha nikisema kutoka Davis mpaka Joy. Hapo ushike vizuri. Kutoka Davis hadi Joy. Those are Kamothos. Those are Kamothos. Koma. If hapo tusiulizane. Na hata kutumia if mahali haifai. Njoo kiweka koma. Uweka if. Sasa si unaona? Hapana, hakuna mahali kumefungwa. Unajua nilisikia kuna comment nilisoma mahali. Nikasikia mtu ameandika ati harusi ati wewe ilikuwa kwa nini ya harusi. Ati wewe harusi unasema unafanya harusi na uko na mtoto. Harusi ni ya watakatifu. Ya watakatifu. Nataka mwenye aliandika sababu na wengine ndio ikue open. Karibu mambo aroga na mugwe watu ko. Sasa sio tu kusema ati sababu Virginia kona hiyo 12. Ati hawezi vaa neti. Nafaa neti na tunaenda kanisa. Yes. Na ninafunuliwa. Napiga ile smile, watu wanapiga smile. Davis. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Kuna mahali anaogopa kurudia statement yetu. Tumeweka koma if. Tuendelee. Yes. Ni kusema kukua open. You never know about God. Hakuna mahali ya Join the last one. Yes. Nimeshika sasa. Sasa tuko pamoja. Sisi umeshika. Sasa si wako hapo. Mimi niko solo. Niko hapo mimi sasa. Niko kwa line. Okay. Niko kwa line. Ile inaitwa Sigo and Searching. Iko hapo. Yes, niko kwa Sigo and Searching. Yeah. Okay. Yes. Kwa hivyo Farodhi, kama kuna mtu hakunijua, hiyo ndio history na mahali tumefika. Okay, good. The reason as to why nimetaka uongee kuhusu hiyo introduction, kwa sababu sitaki kuassume kila mtu anajua story yako. Yes. We don't assume. Yeah. We give that room ya kurudia. Now and then, ndio at least watu wanaweza catch up. Now, the reason as to why we are here, it is because Lucy met me sometimes back nikiwa fundraising pale Roysambu. Akaniambia tumekuwa tukikutafuta sana, lakini ile namba nilikupea nilipewa yako ushikangi. Nikamwambia yes, nimepatwa na watu inbox wengi sana wakiniambia niwajengee, lakini nikasema kama hiyo request haitoki kwa wenye nafaa kujengea, sitaki kukuja kwenu niwaambie nataka kuwajengea. So I really waited for any request, lakini si request ya watu, ni request yenu. So wakati tulionana na Lucy, akaniambia Farodhi,
Nimekuwa nikikutafuta sana juu nilikuwa nataka kuuliza kama unaweza tujengea. So ndio mtu asiseme Farodhi alitoka tu na huko akaigiria project ya juu ya fulani wa fulani. Hapana, I was requested by Lucy na akakuja. Nikamwambia aenda uconsult mom. Hata kama nitaitikia consult mom. If she's okay then na tukaenda kwa pale kwa Hiram. Nikauliza Hiram, si ni vizuri tuendelee na hii juu tumemaliza yako. Na nikauliza watu, can we go ahead? Bas. And na hii ikakuwa ni hivyo. So tukakuja hapa mahali tulipo, tukaonyesha watu plot. Na watu, wacha nikuambie watu, wachana na watu. Ukiona watu, waambie tu wapige salute. Walitoa pesa ya plot. Tumenunua plot na tayari title ndio inaprocessiwa. So by the end of this week tutakuwa na title. The end of this week it means by Friday we should have the title. Tukiishika tu hivyo. Ina mkono. Engineer ako hapa behind the scene. Alikuwa amekuja site saa hizi na ameshaona site ndio tuanze safari. So engineer tayari ameona kwenye tunafaa kujenga na akatupea advice na tukasema ni nyumba yenye tunataka tukamwambia and we now have the kind of a go ahead kuanza safari yetu. Lakini kabla safari ianze tutangojea title on Friday. Ikishatoka hivi bas itakuja huko ndio tutafute sasa pesa tuanze safari. Si hiyo ni mzuri? Hiyo ni mzuri sana. So najua kijana Davis, acha nimuite kijana kwa sababu kwako ni kijana. Kwako bado ni kijana. Akienda kwake ni baba na pia ni bwana ya mtu. Lakini hapa ni kijana yako. So Davis, najua umekuwa kwa safari ndefu sana na mama. And I know it has been imekuwa tu wakati mgumu sana wakati unaona mama kiteseka, and being the firstborn, wakati mwingine inafika mahali unauliza Mungu, si unipea tu pesa nitoe mama kwa hii ngori. Sure. So what do you say as we start the project, because we are about to start the project? Tumekuja kwa site, tumeona plot ndio hiyo tulishalipa, title ndio inafanywa processing, so meaning we are almost starting. So within short period of time, like 1 week after approval ya ile architectural drawing na structural drawing na vitu na requirements fulani za NCA na Kiambu County na nini, tumaliza hiyo story. So tuanze kujenga. So what do you say as we start? Okay, guys, what I'm going to say, wacha niseme mwanzo, always tell God whatever you want. Kumshanga Mungu kila siku. Nakumbuka siku moja tukiishi pale, after sasa tuliachana na my mom, tukakuwa sasa tumeseparate, yeye anakaa kwa ile nyumba ya mabati na mimi nimepata hii nyumba nyingine tukiwa na wife. Sasa juu kuna mali ilifika tukaseparate. Nilikuwa kila siku naomba Mungu, kwa madhe lazima angenipigia simu kuniuliza nimekaa aje. Ni kwa Kikuyu tunasemanga oikairi yatea. Oikairi yatea. You know, meaning ile 200 kidogo yenye tuko nayo tunagawana hiyo. Kama ni 100 mnagawana 50-50. Siku ya nyumba inafika, ile siku ya kulipa rent ndio imefika. Hamna do. Ameniuliza sasa uko na pesa? Mimi nawaambia job hakuna. Unaona? So nakumkanga kuna siku moja madhe amekutwa na landlord na ni mwezi ya kulipa nyumba ilikuwa imefika. So mimi niko huko kwa hustle zangu, madhe ananipigia simu. Ati huyu mtu wa nyumba anakujia pesa, badala ngoje kwanza nimalize mwezi ili nimlipe. Nikamwambia nyumba inalipangwa mwezi tarehe 5. Do you know why? Because yeye hakuwa ameishi hiyo life ya ati mtu huwa analipa nyumba. By the way, juu alikuwa kwake. Unaona yeye umetoka mahali kwako haujui. So mimi siku ya leo narudishia Mungu shukrani, because hizo simu zenye nilikuwa napigiwa hizo siku sipigi yangu. Na nafikiri mama huenjoy sana akikupigia. Juzi tumeenda mahali, tumetoka tukakula, nikasikia akisema Davis, sifanye kama wewe, cheza kama wewe. Sababu feel free sana na wewe. You know, kama umeshaachia responsibility zote already, now ni kitu shaniingia. In a way, yani ara ni atumalizangi siku kama tujapigiana simu. Actually nikienda siku mzima kama tujapigiana na yeye simu,
nitampigia usiku hata kama saa 6 nimuulize mko sawa? Mbona leo hujanipigia? Leo hatujaongeleshana. You know, because ni kitu already ishaingia ndani yangu. And I have that, I feel like that's a responsibility yenye nafaa kila siku na make sure najua kama yako aje na kama yako salama. So mimi naambia Mungu shukran sana, because hata hii project the moment nilisikia nimekujua ile time nilisikia jina yako mimi sikuwa nakujua. So but hii story ya Hiram niliwahi nilikuwa napitia sana YouTube and niliwahi iona hiyo story ukifanya the video. So after hiyo time yote alafu kusikia kuna huyu jamaa anataka kama kuna project ya kujengea maadhe. So nilikuwa kama Sarah, ni Sarah ule wa Abraham. You are not sure, no, una doubt ama kama Thomas. Hadi nione ili niamini. Ama kama Zakaria. Unaona? So but I thank God that leo the dream ambayo tumekuwa tukiomba imefikania. Because sasa ndio naamini power of social media, power of having fans, power of YouTube and power of kujuana na watu wengi. Because finally tumepata shamba. Uliona hiyo pesa tumetafuta siku ngapi? Yaani kata tuseme tu ni kama tulikuwa na target. Hata si wiki. You know, only 2 days and everything kujaza ile pesa tulikuwa nayo ni siku 2 peke yake. Kwangu mimi niliona ni kama ndoto. Siku ya kwanza by morning ilikuwa 800. Siku ya pili tuko 500. So tuligonga ile tulihit target yetu haraka sana. Sure. Why? Because Mungu ako nasi. By the way, utashtuka sana. Unaona hii safari ikianza, kuna watu hapa watajitokeza. Wengine hata wanatutazama saa hizi na wanasema tunangoja ianze. Tutaanguka huko, ile material tutatoa hapo. Mimi najua kuna watu saa hizi wanaangalia kuwa mahali. Hata maadui zetu, utaona tu mtu amekuja hapo anakuambia hii lori niambiwa na mtu mwingine hapo hataki nimtaje, iweke hiyo mawe hapa alafu iende. Nyimba salama. So because when God is in something, anahakikisha, because safari yangu yote mimi kuambia mimi upenda kuanza na Mungu. Kwa nini? Ukikwama unaitana juu. So usiwahi anza safari yote bila Mungu. I remember tukianza ya Hiram, everybody thought it was not possible. I mean, Farodhi, hiyo nyumba mtaweza aje? Nikawaambia kuna Mungu mbinguni. Unaona hivyo mnauliza, tayari yashajibu. Anaweza. Kuna hata hii safari yako kuna watu wanauliza, Farodhi, uko sure hii nyumba itaisha? Na mimi nataka niwaambie sasa hapa. Nataka niwaambie, unajua sasa naongea kama mwanasiasa. Nataka niwaambie sasa hapa, itawezekana. In as much as tunaanza na Mungu, itawezekana. Amen. Ndire ndahotwo, Gaida ya hotwa na tutikanetĩkĩre kũhotwo iko Ngai witũ ndahotago. So kwa sababu Mungu wetu ni mshindi, hata sisi tunashinda. Na kuna watu watashtuka hapa. Yes, because everything is possible. Kama uko na Mungu. Kuna ile spirit, na nafikiri nimewafunza hapa mara mingi sana kuhusu spirit of doubt. Wakati una ile kutoamini kitu fulani itafanyika, unaanza kujiambia na sasa na huu mjengo tukianza ufike mshipi ya kwanza walemewe. Hatuwezi lemewa, tuko na Mungu. Do you know, we need to know nani huyo anaanza safari yetu. Nani huyo ametuambia tokeni mwende sasa. Acha kuangalia nyumba mwambie tunataka utupatie askari, tunataka utupatie silaha. Amesema ni mimi, endeni. Si silaha, sio nguvu yenu. Sio bidii yenu. Bora mko na mimi. Hata mkosa silaha na polisi wamewafuata, utashinda hiyo vita. So it's always good to be positive in everything na kuwa na Mungu kila wakati na kila kitu itawezekana. So kuna watu watashtuka hapa. Kuna watu watajitokeza tukifungua hii nyumba. So tumekuja kuwaambia we are set. Very set. So najua title by Friday itakuwa tayari na shamba iko hapa. Hatutangaza tunajenga wapi. Nyinyi jueni tu tuko bypass. Tuko bypass, hatusemi ni wapi kwa sababu ya maneno fulani ya security na nini. Unajua kupia shetani pia ako kazi. Ukisikia tumetangaza Mungu ako kazi, shetani na yeye amesema hata mimi semeni niko kazi. So, lakini uzuri wa shetani, unajua ni mjinga. Shetani ni mjinga, hajifichangi. Unajitokezanga tu. Unajua shetani hayuko kila mahali kama Mungu. Uzuri wa Mungu ako everywhere, ni omnipresent. Lakini shetani hayuko kila mahali. Kwa hivyo kikuja anafikiria amejificha lakini tutamuona tu. So shetani
Ni vizuri tukuambie. Unajua vizuri. Ni vizuri tukuambie na tukuambie ukweli. Kwa sababu yuko kila mahali, tutakunotice ukikuja. Kabisa. Tutamnotice. Na tutafanya kabla ya anything, we shall anoint that plot and make sure that ile kitu hufanya nyumba isiishe, tutaipiga na maombi. Ile kitu hufanya nyumba zikwame, zikose kuisha. Hai my friend. Hizo zote tutatoa. Na maombi. So ni vizuri shetani ajitayarishe kwa sababu kuna wakati wa kwenda sijui ni jangwani. Ndio hiyo. Shetani itabidi aende huko mafichoni. Unajua nilishtuka wakati mmoja nilikuwa na host the worshiper. Akaniambia hata wale watu wanashirikiana na yeye wanaendaga fasting. Are you aware? Hapana. My friend, hata hii nyumba kuna watu wana fast. Isifanyike isijangwe. Already kuna watu wana fast. Okay. Yes. Hiyo tumejua. So you should be more prayerful than ever kutoka sasa. Kuna watu wana fast najua. So wakati aliniambia hivyo nikashtuka aija kumbe hata washirika wake bado wana fast. Huwa wana fast. So we have to be very strong na tuite Mungu kwa njia zote. Amen. Na najua kila kitu itakuwa sawa. Amen. So ni vizuri tuambie shetani sisi tuko kazi na tumetangaza kazi itafanyika. Sasa shetani kama umetangaza haitafanyika basi itabidi ujipange. Jipange kwa sababu sisi tumejipanga na tumejipanga na yule anayepatikana kila mahali. Omnipresent. Wewe juu utakuja kivyako na usimame pale utashtuka sana. By the way ni vizuri ujipange. Tumekuandalia, tumekuandaa. Jipange. Juu sisi tumeshajipanga. So thank you so much kwa wafuasi wetu. We are very humbled. Tunawaombea mpate kazi, tunawaombea mpate promotions. I always say this because it is by the power of the tongue you declare things and unajua tongue is a very strong part of the body. Tongue. Unlike anything else, wachana hata na macho, wachana hata na kichwa. A tongue is a strong part of the body. Na tongue ina uwezo wa kuua. Ina uwezo wa kuua. Na tu unaona tukienda kuvunja madhabahu, kuvunja kitu ilisemekana na iko kwa hewa because tongue iko na any power to kill and to destroy. So na that's why we want to declare yule mtu ataparticipate kwa huu mjengo. Kwa maombi, kwa kutupea material, kwa fedha zake and anything ata provide. Hata kama utaenda ununue hiyo mabati ya Dekla utuletee. Hata kama by the way you guys start doing that immediately because we are now kicking off. Na tukianza safari ya tupumziki. By the way kama ulitazama nyumba ya Hiram tulikuwa tunajenga daily basis. So tuanza kujiandaa. Na tunajiandaa kwa nini? Kwa sababu yule mtu atapata hiyo nafasi ya kutuchangia. By the end of huu mjengo, we shall declare and we have started declaring that kutakuwa na promotions, watu biashara zao zitapanuka, kuna watu hawataipata shida milele, kuna watu watoto wao hawatawahi kuwa na shida milele, kuna watu, kuna vitu zao zimekuwa zitafunguka, kuna watu njia zao za kwenda nje ya nchi zitafunguka, and we also declare watu wenye wako nje ya nchi tayari saa hizi na wanateseka, watakubali. Unajua hakuna kitu muhimu. Na hapa nitasema kwa Kikuyu, tagwetekerwo ni tiri. Gutire kindu gia bata gwetekerwo ni tiri. So tunawaombea nyinyi mko nje ya nchi. Wacha hiyo mchanga ya huko ikukubali. Ndio uanze kutherema. Yes. So ukikubalika na hiyo mchanga ya huko, sasa utakuwa sawa. So we want to declare that everything that you will share with us as we build hii nyumba ya Virginia na the 12 children. Na hapa ni vizuri Virginia nikuambie. Kwa nini Farodhi anajengea Virginia? Si Virginia anajengea watoto wa Virginia. Si kujengea Hiram, nilijengea Isaac. Yes, so Hiram ni beneficiary, hata Virginia ni beneficiary. Simasikia yeye ashaanza kujitoa kama umesikiza introduction. Tunajengea watoto kwa sababu hatutaki in future wakuja waambiwe hii nyumba ilikuwa yetu, hii nyumba si ya mama yenu, ilikuwa yetu, hii nyumba tupatieni endeni mkakae kwenu, si mko na baba yenu, si unajua hizo vitu hutokea. So that's why we want them to have mahali pazuri pa kukaa.
na tunatumaini Mungu kwamba atafanya kila kitu ikuwe sawa, atafanya kila juhudi ya kutuwezesha kumaliza huo mjengo. And we also want to tell those people who will participate kwa hii mambo yote. Najua tutakuwa maybe nitaweza kutengeneza these mchanga. Is that kaka online mchanga. We shall have all the methods za ku facilitate ama za kufanya watu wasikuwe na ile story ya nilishindwa nitatuma aje, simu yangu ilijaa. Tutakuwa mpaka na mchango ya online such that we have a link. Tukikutumia utaingia huko, kuna 5k, 10k, 100,000, 50,000, utajua venye utaparticipate. We shall also give room for people to give materials. Kama uko hapa na uko na hardware, tuambie kujiani tank mkaaga nayo huko. Mtajipaga nayo nyinyi, mtajua kwenye mtaiweka. That's okay. Kama ni watu wenye wanafanya welding na huko na gate, hiyo gate umeiangalia, unasikia tu Virginia, jina Virginia kiitana. Ukiangalia hiyo gate ndio lazima uuze, lakini unasikia tu ikiitana Virginia. Tupatie gate bwana. Si unataka baraka? Unajua zile baraka tunataka kurelease hapa. By the way, tukijengea Hiram, kuna watu wengi sana wamebenefit. In fact, walianza kutoa testimonies kabla hata tumaliza mjengo. Vile washaanza kubarikiwa kwa sababu ya mjengo ya Hiram. So we also want to tell you, it is not in vain. It is not in vain. Mimi huwa sifanyi ati kazi mingi ati naweza sema, acha nikuambie kile kidogo Mungu amenibariki nacho, huwa naona faida yake. It is not all about having a lot of money, but hiyo kidogo ikuwe na baraka. And that's why I'm able to do these things bila kutaka usaidizi wa wale watu nasaidia. Because I believe ukifanya vizuri Mungu naye anakujanga hii. Nilimwambia fanya mambo yangu na mimi nifanya wenyewe. Nifanya watu wako na wewe ufanye yangu. So wewe uko hapa na wewe fanya. Tusaidie, tupatie. Na yeye Mungu huko behind the scene. Do you know, I always tell people kuna vitu Mungu hufanya behind the scene hatuoni. Sasa hivi wewe unatutazama hapa na ushajitolea kupatiana. Imagine Mungu behind the scene kuna kitu anakupangia. Kama vile Virginia ulikuwa unapitia mateso, ulikuwa unapitia dramas, bila kujua kuna Mungu alikuwa behind the scene. That's unaona siku hizi waimbaji wakishoot wanaekaga behind the scene. Huko behind the scene kunakuwa na vitu mingi zinafanyika. Na juu huwezi ona behind the scene, wacha Mungu atayarisha vitu zako behind the scene. Wewe unatutazama na wewe unatusaidia. So Virginia, nataka upeane namba zako zote mbili tuziweke hapa, because we shall leave this video after kutoka live ndio watu waanze safari. Najua hii safari ni rahisi sana kwa sababu tumeanza na Mungu. And we want to declare kila mtu atatusaidia, ataona benefit ya kutusaidia. Ni ukweli. So tupatie hizo namba ndio tuziacha hapa online na watu waanze safari. Because we are now going to the beginning. Ya kujenga hii nyumba. Farudi, my number ni 0706 879 392. Virginia Wangari Kamotho. Ama 0115 688 423. Unajua simu yangu juu nimezoea kutype inaniletea auto. Kwa hivyo hiyo inatoa Margaret wa Moyo Kamotho. So nirudie hizo namba tena 0706 879 392. Itatoa Virginia Wangari Kamotho. Ama 0115 688 423. Ukituma kwa hizo namba zote mbili unaanza kubarikiwa immediately. Kwa sababu tumesema, unajua Mungu si wa gora watereri ndugatinda wira-ine wa Ngai winuke moko matheri. It is not in vain. Utafanya hivi na ikuwe in vain. Hapana, wewe unapanda kwa Mungu. So tuanze safari. Ndio tuweze kufacilitate kuchora kwa hii nyumba, structural drawing na the other one architectural drawing, alafu kufanya approvals, kwa sababu tunataka tukue wasafi kama pamba. Nyumba ikianza mara moja, si ati unasikia mahali ya kanjo imeonekana, unaanza kujiuliza simujificha ndani nitafunga, alafu nijifanye mimi nakula tu mzizi hapa, niwazubaishe. Hiyo hatutaki. We want to go to a straight process so that we are able to do our work very confident. Kabisa. Na unajua nikwambia kitu moja, wakati tunafanya hii mambo yote
utashtuka kwa sababu mimi nasikia labda kuna watu wanatazama mahali kama wamejificha. Ni ukweli. Watu wakubwa. Kuna watu watajitokeza wakubwa. Kabisa. I have been receiving calls from several MCAs hata wa Kiambu, hata wa Nairobi. Behind the scenes. Nimekwambia behind the scene. Behind the scene. Kuna watu hata waheshimiwa wamekuwa wakitazama na wanasikia hata tukiwataja. Tukiwaambia kujeni. So wamekuwa wakisikia. Most of them have been contacting me. So najua hii safari itakuwa rahisi na haraka. So tusikuwe na uoga, itaisha. Nyumba inaisha. Hiyo uoga itoke tayari. Msikuwe ati na ile story Farudi si uita fulani hapana my friend. Kwani hii nyumba ya maisonette ya 5 bedroom sio hapana, sio kubwa. Hiyo ni haraka bwana. Kwani nyinyi mnaona Mungu hana uwezo? Hapana, ako nayo. Kwani nyinyi mnataka Mungu kumpatia kibarua kidogo? Hapana. By the way, usiwahi limit Mungu. Mpatie kibarua kubwa, atafanya kwa sababu ana uwezo. So I appreciate each and everyone anatuwatch na tutazama saa hizi na tuanze safari mara moja na wakati tuta receive title on Friday we shall make sure that everything imeanza mara moja. Mawe muione kwa site kila kitu. Engineer si yakoseta kwa hapa nyuma. Engineer kwa hapa nyuma. Lakini wakati wake utafika wa kuongea kwa sababu tukianza Friday tukimpatia documents na requirements zote sasa tutamwambia kuja sasa uambie watu safari inaanza lini. Tuanze hiyo mara moja and I hope all will be good. Amen. So maneno yako ya mwisho tutawa invite by the way tukifika wakati wa kufungua nyumba sasa tutawaambia haswa tuko wapi. Na tutaita kila mtu na muombe COVID ikuwe imeisha ndio tukue na crowd kubwa. Kwa sababu kuna venye unaweza sikia hata rais amesema my friend, kwani hao watu wanafungua nyumba wapi? Na kwa nini hiyo kitu inaonekana ni kubwa? Ni ukweli. Usikia amesema hata mimi nitafika huko. Huyu Virginia lazima tuwemwekee kazi. Thank you. Hiyo ni Mungu. By the way, let me tell you. The beautiful thing na Mungu, haujuangi ni nini anapanga. Sasa wewe unafanya kazi na uoga, tutamaliza, situjenge kadogo, situjenge bangaro. Hapana, tunajenga kitu kubwa. Mungu wetu ni mkubwa. Yes. Hiyo ndio hiyo. So tunataka kushukuru kila mtu ambaye ametutazama siku ya leo. Na tunataka kuambia watu wa diaspora asanteni sana kwa sababu ya najua kuna matatizo mingi sana huko WhatsApp. Kabisa. Kuna challenges huko WhatsApp lakini nataka kuomba msamaha kwa sababu ya hizo matatizo ziko huko WhatsApp. Sinajua hizi WhatsApp ziko na watu wa aina mingi na control watu wakubwa wakati mwingine inakuwa ni ngumu. So hizo matatizo zisiwashtue sana. Si unajua pia nimewaambia shetani yako upande huu, Mungu yako upande huu. Na kila mtu anataka kutangaza ushindi wake. So I know there are challenges lakini hizo zisiwashtue sana. Si tunakutana hapa YouTube. YouTube is the main thing. Watu wote tutakutana hapa. Huko kukileta shida tunafuga. Tunabaki na huku. Na kila kitu inafanyika. Because hata watu wengi wako huko si wanatufuata hapa. So we shall make sure that hizo vitu zisiwashtue sana and all shall be well. So we want to thank God because of kutufikisha hapa. We never knew, tulitaja tu, hatukujua tutafika hapa. So and that's why I want you to pray tukimalizia na tuambie Mungu wakati tunapoanza hii safari atupe neema, atupe uwezo, atupe hekima, atupe ujasiri, atupe ile grace ya kutuwezesha kudeal na watu wa aina zote, kwa sababu tutakutana na watu wengi kwa hii safari. Wengine watutuvunja moyo, wengine wataongea mabaya kutuhusu, lakini we have to do the job. We promised God we shall do the job, and here we are. We wanna kick off. Tuombe sasa. Amen. Nataka Davis kama kijana yule mkubwa achilie baraka. All right. Kuisha maneno. Kama mzee. Achilie baraka. Davis. Umejipata hapo? Hina hii. Umejipata hapo? Unaweza omba kwa Kikuyu. Unajua labda Kiswahili sikupee pressure wakati unaomba. Ile yenye Mungu ataniwezesha. Yaani itakuja. Hapo unaweza anza na Kiswahili alafu uruke kwa Kikuyu. Unajua tukiwa tumefunga macho watu watakuangalia. So go ahead. Okay.
thank you Father for this day ambayo umetuletea. Tumekushukuru, tunakuambia ni asante. Thank you for bringing us here in this this place, oh God. Tunakushukuru na tunakuambia ni asante. We thank you Father because we never knew Father such a day will come. We never knew Father that such a moment will be here for us to rejoice. But we thank you God for this day, oh God. I thank you Father because of Farodhi wa Thayo TV, because of giving him that heart to bless us and to stand with my family, oh God. I thank you Father, even with the fans of Farodhi wa Thayo, those who are in diaspora, oh God. May you Lord Father, may you bless them, oh God. May you protect them Father from diseases, oh God. May you protect them even from the COVID-19 that is happening, oh Father. Kuwa pamoja nao hata kwa familia zao Mungu. Na achilia baraka zako zote Bwana ziende kati ya kwa familia zao zote Mungu. May you be with them Father, even their jobs, oh God, their finances, oh Lord. May you bless them, oh Father. We thank you Father, and also remember for each and every person who is going to take part of this this project, oh God. May you bless him, oh Father. We dedicate the project on your hands Father. Atile wakati tutayanza Mungu, that tutakuwa pamoja nasi. We've seen your hand, oh God. You've been with us, oh Father. Tukanunua shamba, and now we own a title, oh Father. We thank you Father because it's your hand Father that has made us Father to be where we are, oh God. I bless you and I give you glory. We know sometimes back in those years, oh Father, we never knew Father that such a day will come, oh God. Tulingekosa nguvu Mungu, tukose hata imani Mungu. But Father, you knew us, oh Father. You knew our future, how it is, oh God. And you know, Father, that you're taking us far, oh God. We thank you and we give you glory. May you be with us, oh Father. May you bless us, Father. As we start this journey till the end, oh God. May you be with us, Father. May you not lack, oh God. May you not even the confusions, Father, that come in on their way, Father. We break them in the name of Jesus, oh God. Let us, Father, be in one piece, and may you, hata tukimaliza Mungu tutakushukuru na tutakwambia asante. May you remember even our leaders in this country, even those who are watching us, oh God. I remember them Father. Hao wenye wanapanga hata kutusimama na sisi Mungu, tumewabariki Mungu. Waonekanie kwa mambo yao yote Mungu, familia zao zote Mungu, nimewazia kabidhi kwa mikono yako Mungu. We thank you Father, we give you glory. There is no one else like you Father. We thank you and we glorify your name. There is no one else like you Father. Tunakuabudu Mungu, tunakupa shukrani Mungu. We don't know what we can say Father. Si ati kwa sababu ya vile tuko wazuri ama kwa vile tuko so special that hakuna watu wengine ambao wako na shida kama zetu Mungu. But it's because Father you just umetumulika Mungu na ukaamua sisi ndio utatuchagua to be evidence and example to many people and to so many nations, oh Father. We bless you and I give you glory. Thank you Father, in Jesus name we pray and believe. Amen, 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 amen. Wow, thank you so much Davis. Amen. Kumbe wewe ni yule msee. Nimeona naweza omba. Si unaweza? Ukianza kuomba yani unasikia roho ina. Si unaweza? Wewe ni muombi. Ni muombi. Yeah, by the way tumelelewa kanisa, so hata Joy ukimpatia microphone anaopesha. Wow. Wenda huyu atamalizia kukua reverend. Maombi mzuri. Kuna nani unaona kuwa na character kanaweza lead bishop? Niko na wawili kwa nyumba. Augustine na Peterson nikiwaangalia mzuri hivi. Naona Peterson ni huyu young brother Kamotho. Young brother. Na nimemuona hapa anatutazama kwanza. Saturday alitupatia neno. Ukienda watu waangalie Sunday service ya Saturday tulikuwa kwa young brother na kwa unajua akona ile sauti ya akona ile sauti. Hata watu walisema hivyo. Ile sauti ile. Kwa hivyo hapo ninaona na nyanyo praise worshiper huyu. Anaitwa hivyo. Praise and worshiper. Yes. Na hapo sikosea. Nyanyo the worshiper. Hiyo sikoseagi. Niko nakwambia Kisugu kwa shule.
Ai Farobi. Nikikupeleka hata waje tulikuwa tunasoma na wao wanaulizaga Virginia alimalizia wapi. Oh my goodness. So na Farobi hatujawaambia ati niko na new song. Unajua niko na wimbo. Uko na new song? Na nilitoa jana. Wow. By the way ni ya life history yangu yote. Kama kuna watu hawakufuatilia ile story. Wewe Gai. It's a worship song. Iko hapo kwa Virginia Wangari TV. Wow. Hata kama bado unajua bado tujaanza kuenda live. Barodhi tuangalilie hii maneno imetuumiza, imeniumiza, imeumiza fans wangu. Lakini wacha niwaambie thank you. Tunashughulikia ingawaje kumekuwa na challenges lakini we hope God is on our side. Amen. Na kila kitu itakuwa sawa. Yes. Kwa hivyo mimi nawaambia tu asante. Kama kuna mtu haja subscribe kwa Virginia Wangari TV, subscribe there, share the video. Na hiyo wimbo unaiona unaimaliza yote. Unarudia kama mara 3. Alright. Yes. Very good. Thank you muno mwirori wa Farodhi wa Thayo TV. Asante sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi wakati huu. Na unaweza subscribe so that as we go on and build the house, utakuwa na nafasi nzuri ya kutuwezesha kuweza kutazama hizi video. Utakuwa ukipokea notification. So make sure you subscribe to this channel. So every time tunaenda hewani, unajua kuna watu wengi sana hucomplain baadaye, sijuagi mkienda live, Farodhi napataka kama mmetoka. Najua kuna watu saa hizi ndio wanaamka. Make sure you subscribe so that next time utaweza kukua na hiyo nafasi ya kutupata online. Asante sana pia kwa wale watu tunauza plots na wananunua. Na washukuru sana. Kuna plots tulitaja Goigwa, zingine kule Kisaju. Asanteni sana kwa kutuwezesha kutufacilitate. Unajua sisi wakati unanunua hizo shamba unatusaidia pia. Na unasaidia wenyewe kwa sababu part of those wenye wanauza mashamba ni wenye wanatutazama. Wenye wananunua pia ni wenye wanatutazama. So hapo kwa kutazama hapo. Najua wengine wangekuwa hapo singejitoa. Hapo ningekosolewa hapo nimesita kidogo. So thank you so much for supporting us in any way. We are humbled. We shall make sure we are trustworthy so that tukisema hata property fulani ununue, unanunua tu kwa sababu tunatafuta vitu nzuri na zitasaidia watu wenye wako Kenya na wako diaspora. Kwa sababu most of those people nauzia wengine wenye wako diaspora ndio wengi hata zaidi na pia kuna Wakenya kadhaa. So any property tumeleta hapa, make sure know that thing is genuine na itakusaidia in future. So Barodhi wa Thayo. Yes. Also wacha ni shukuru sana watu wa diaspora. Yes. You know nimekuwa na marafiki wengi sana. Acha tuseme Kenya and diaspora. Yeah, Kenya and diaspora. Nimekuwa na marafiki wengi sana hapa Kenya, Nakuru, Meru, Kisumu. Tena tunaruka tunaenda pia Tanzania, UG, wapi, watu wa Egypt, Israel. But I thank God kwa how kuna one of the sponsor mwenye aliniuliza Kenya naweza kufanya and I thank you so much wherever you are. May God continue blessing you cause aliamua kunilipia shule ya kufanya production. Okay. So I know in future nitakuwa producer nafanya mambo na photography. Okay. So I thank you guys. May God continue blessing you. All right. Because of standing with me. At least huyo aliniona hivyo akaniuliza nini unaweza taka kufanya. Hata mimi nilikuwa nimeonyeshwa. Wewe unakaa tu mtu wa hizo vitu. Siona nikimwambia anakaa tu hizo vitu. But then in future nimebakisha nipate picha. Ile kamera Kamenje inaitwa Kamenje na lapi. Unfortunately unajua by the way niwaambie kitu funny. Mimi after kumaliza shule you know my dad hakuendelea kunisomesha but I thank God cause nilipata course yenye nilipata juu at least unajua mwanaume akitoka kwao you know unarudingi unafunguka macho. Nikafanya ile course yenye ningeweza kujilipia. Sasa na hiyo ndio nilifanya inaitwa driving nikakuwa driver. Mimi nimeishi hapa Nairobi nikisurvive kuwa bado driver wa mataxi and everything. I thank God but unfortunately sikusomea computer. So Kenya kubwa nilikuwa najua siombe kazi ya taxi hapa, labda kuna mtu anaweza beba ni simu. Sasa hivi baadhi sio ndo nafanyanga. Mimi huwa nakuanga haya. Utapata watu hapa kwa sababu kuna watu wako hapa wanakuja Kenya saa hizi. Watu wa diaspora mkitoka diaspora. Wakifika JKIA. Hii kijana Diamond wa Kenya. Hata usitaka kujua ati gari itatoka wapi. Just call me niambie ati niko hapa. Hata kama uko na rafiki anatoka na huko Kenya. Tuambie Davis akukujie. So utapeleka mtu kila mahali.
Mimi hakuna. Meru ndio ni fupi hapo, hiyo ni distance ndogo sana. Hata Meru. Mimi nimeenda hadi TZ na gari. Nimetumia kuenda wapi kwingine mbali, Western, Kisumu, Mombasa, wapi. So actually I'm a professional cosplayer. There is nakumbuka nilioandikwa pia na UN. Niliandikwa na jamaa wa UN, so red number plate nimeendesha. But Kenya ninataka kusema leo ni kushukuru sana. And I know in future, wacha kwanza nimalize kusoma and then in future mimi unajua ndio nitakuwa nakufanyia mambo ya editing. Editing ya nini. So obviously nitakuwa na studio yangu. So guys, pray for me niendelee nimalize hiyo masomo ili then Kenya nyingine itakuwa imebakia, Mungu ataleta. So guys, be blessed na mbarikiwe sana. Ninyi ni watu wa maana. Maybe mnaweza kosa kujua hivyo juu ati maybe unaingia hapa ama maybe unaona ni kama we just saying just to say. But just know you guys. Hata kuna mtu amesema, Caroline amesema, by the way nikifika Kenya will be calling David to pick me. Nimekutafutia job. Tulipea hata hiyo miwani hata mimi nikae damu. Na namba yangu ni 0710 480 413. Duandikie hapa 0710 480 kama una besti anatoka majuu ama hata watu kama mimi, unajua wakati mwingine anachelewa na nitakuita unanipigia simu. Kwa nini unaona mimi siwezi kuwa customer? Unajua umenichekesha. Unajua pia unaweza kuwa customer, si ndio hivyo? Mimi I don't underrate and I respect all. So guys, I love you so much. Watu wameanza kusema hapa I got a driver now. Dere yuko and is a young driver. Na mtu yako sharp. All right. Thank you so much. Barikiwe sana. All right. Bye.